kuna divorce za aina tatu. Kuna divorce ya kwanza ambayo watu wengi sasa hivi wanaiogopa. Ati unasema ni hiyo, siku hizi watu wanaogopa. Ile ambayo mnaenda kwa koti, mnaandika makaratasi, mnapeana talaka, mna divorce. Kwa sababu wengi wameshatangaza nimeokoka, Yesu ni Bwana, mimi ni mtu wa kanisa, nampenda Mungu, huyu ndio my wife, huyu ndio my husband. Wameshatangaza, wamejitapatapa, wamejisifusifu. What do we call this? Sasa hiyo kwenda kwa koti ni ngumu. Unaendaje? Watu wote watasema ameacha. Sio alikuwa mwana kanisa, sio alikuwa kiongozi wa kanisa, ameachaje? I wonder. Kwa hiyo kwenda kwa koti siku hizi, ile divorce ya kwanza Wakristo wengi imepotea. It is true. Zimebaki divorce mbili, ambayo ya pili katika hizo tatu, yes, ni ile ambayo kuna watu wameshakubaliana wao wenyewe, watoto hawajui, wazazi hawajui, mchungaji hajui, lakini mke na mume wamekaa kwamba mimi na wewe hatuwezi kuendelea. Wame divorce silent. What? Hakuna mtu anajua, hakuna uongo hiyo. Lakini mule ndani ya nyumba wengine wamegawana na vyumba. Wale ambao nyumba zao hazina vyumba vingi wanalala kitanda kimoja, lakini walisha divorce. That is a miracle. Kila mtu anaishi maisha yake. Watoto wanajua baba na mama wako okay. Ukoo unajua mko okay. Kanisa linajua mko okay. Wewe wacha story zako wewe bwana. Lakini nyie mnajua mimi na mwenzangu tulishaachana. Allah. Kilichobaki ni watoto tu wamewaunganisha. Hiyo ni ukweli. Watu wanaishi maisha hayo. Hiyo ndio divorce ya pili. Lakini kuna divorce ya tatu ambayo ndio hatari. What? Yani mmoja anamdiriti mwenzake, anamfuta kwenye moyo wake. Poverty MLM. Wewe unafikiri bado ni mke wa mtu, kumbe huyu unayesema alishakufuta.